Nini kilitukia ukaokoka? Kabla niwe Mkristo ama kabla niokoke, nimelelewa kwenye dini ya Kiislamu. Nimeconvert kutoka kwa Waislamu. Sasa nimeingia kwenye Ukristo. Hawakukuita lile jina? Waliniita kwamba Kafiri. mimi ni kafiri sasa. Lakini ukisikiza nyimbo zangu nyingi huwa naimba kutokana na life experience. Tulivamiwa na mambo mengi yakafanyika, nyumba zikachomwa, tukaibiwa. Kwa hiyo sasa tukaitwa lile jina la IDP. Tulikaa kwa kambi ya chief kama wiki 2, wiki 3. Kumbe hiyo time nafika nyumbani ndio nao wale wavamizi walikuwa ndio wanaanza. Tulikuwa hijacked hapo katikati. Mbele kuna maadui, nyuma kuna maadui. 2008 ndio Mungu akanipa wimbo wa kusamehe. Nilikuwa na uandika na huku nalia nikikumbuka mambo ambayo yalitendeka. Wimbo wa nimekusamehe umekuja kunihudumia 7 years later. Ndio niliamua kusamehe adui zangu. Nakumbuka wimbo kuna wakati ulichezwa hapa na watu wakamrudia Yesu. Maana watu walikuwa wamebeba kutosamehe. Kuna watu hata ukiangalia mitandaoni kulingana na mambo yanayofanyika katika nchi yetu leo, kuna watu mpaka leo wamebeba mambo ya 2007. Peter Anzenze na ambaye siku ya leo tuko naye studioni, siku ya leo ndiye tunayemfahamu katika kitengo hichi cha mfahamu msanii wako. Na iwapo ndio unajiunga nasi, mimi naitwa Benson Mwanza na hii ni Biblia Husema Broadcast na ambao ni fahari ya jamii. Peter, Ndiyo. Karibu sana ndani ya BHB. Asante. Tuanzie tu pale, Peter Anzenze ni nani? Okay, Peter Anzenze ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na pia ni mhubiri ambaye ameokoka na anampenda Yesu na anamwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Amen. Ndiyo. Peter Anzenze aliokoka lini? Peter Anzenze aliokoka mwaka wa 2001. 2001 ndio niliokoka. Na nini kilitukia ukaokoka? Kilichotukia kabla niwe Mkristo ama kabla niokoke, nimelelewa kwenye dini ya Kiislamu. Hapo wazazi wangu ni Waislamu, ndugu zangu ni Waislamu. Kwa hiyo mimi nimelelewa kwenye dini ama kwenye familia ya Kiislamu. Lakini mwaka wa 2001 nikaamua kumpa Yesu maisha yangu kwa sababu nilipenda Injili na nilipenda neno la Mungu. Ndiyo. Ulipenda tu? Uliamka tu kapenda? Hapana, ilikuwa hivi. Nilikuwa nikitoka wakati mwingine shuleni, nilikuwa napata kuna crusade imewekwa mahali. Lakini kipindi hicho sasa imani yangu ya Uislamu haiwezi kuniruhusu kuingia. Lakini nikawa navutiwa. Haswa nilikuwa pale nilipokuwa napata watu wakiimba kumsifu Mungu kwenye crusade, ilikuwa inanivutia sana. Alafu sasa baada ya hapo nasikia mahubiri, nasikia wanaongea habari za Yesu. Nami nikataka kumjua huyu Yesu ni nani. Na nikaulizia siku moja, je, huyu Yesu nitampataje? Mimi nilikuwa nafikiri labda ni mtu yuko pale kwenye crusade. Wakaniambia huyu ni mtu ambaye tunahubiri habari zake, yeye ndiye alikufa kwa ajili yetu, na unachotakiwa kufanya ni kumwamini tu. Na ukishamwamini na kumkiri kama mwokozi wa maisha yako, basi utakuwa wewe ni Mkristo kuanzia leo. Ukaokoka. Kwa hiyo nikaokokea hapo. Nakumbuka ilikuwa ni kwenye crusade, ilikuwa mwaka 2001 kwenye mwezi wa 4 ndio niliokoka. Na baada ya kuokoka maisha yakawaje? Baada ya kuokoka maisha hayakuwa rahisi sana. Maisha yakawa magumu kwa sababu unajua sasa nimeconvert kutoka kwa Waislamu. Sasa nimeingia kwenye Ukristo. Hawakukuita lile jina? Waliniita kwamba mimi ni kafiri sasa. Nimekiuka sheria za dini na nimekuwa muasi. Kwa hivyo wakasema mimi ni kafiri, lakini sikukata tamaa. Nikasema pamoja na hayo yote, Mungu unisaidie nidumishe wokovu wangu. Na mpaka leo nimedumisha wokovu. Na sasa ukakuwa katika Kikristo? Nikakuwa katika Kikristo na nikapata washauri na nikapata mchungaji ambaye alinilea vizuri na akanionyesha njia. Na nikaona kweli huku kwa Yesu ni tofauti na kule kwingine. Na ndiposa nikaamua nitamtumikia maisha yangu yote. Kuna wimbo wako ambao nimeanza kuucheza. Ndiyo. Nimekusamehe. Maana wimbo tuliujua kabla tukujue. Maana nakumbuka almost
2014 2016 somewhere there. Ndio ulitoa ule wimbo, si ndio? No, nimekusamea nimeufanya 2009. Yeah. Na pale nakumbuka wimbo kuna wakati ulichezwa hapa na watu wakamrudia Yesu. Maana watu walikuwa wamebeba kutosamehe. Ndio. Hebu huu wimbo unatokana na life experience ama vipi? Ndio, wimbo huu Benson ni maisha ambayo mimi nyimbo zangu nyingi sio huu tu, lakini ukisikiza nyimbo zangu nyingi huwa naimba kutokana na life experience. Hata kama sio mimi, lakini mambo ambayo watu wanapitia kwenye mazingira tunayoishi leo. Unakuta kwamba kuna watu wanakata tamaa, kuna watu wanakosa kusamehe, kuna watu ambao unakuta yani wana mambo mengi. Kwa hiyo mimi Mungu huwa ananipa nyimbo zangu kutokana na yale mazingira ambayo watu wanaishi, including mimi na wewe. Kwa hiyo Nimekusamehe niliufanya 2009. 909. Yeah. Na unakumbuka 2007 kulikuwa na vile vita vya baada ya uchaguzi. Yeah. Kwa hiyo mimi nilikuwa mmoja wa wale waliathiriwa pamoja na familia yangu ambao ni wazazi wangu na ndugu zangu. Mahali tulikuwa tukiishi kulikuja kukawa baada ya vile vita tukafurushwa. Kwa hiyo ikabidi to relocate. Wewe ni mwenyeji wa Nakuru? Mimi ni mwenyeji wa Nakuru. Lakini sasa kule ambapo tulikuwa tukiishi kulikuwa kabila letu lilikuwa ni nadri sana kupatikana. Kwa hiyo vita vilipoinuka na sisi tukaathiriwa. Kwa sababu nakumbuka vile vita vya 2007 ilikuwa ni kijamii, ilikuwa vya ukabila, vya kikabila. So ikabidi to relocate na tukahamia sehemu nyingine. Lakini kusema ukweli, mahali tulikuwa tukiishi tulivamiwa na mambo mengi yakafanyika, nyumba zikachomwa, tukaibiwa. Kwa hiyo sasa tukaitwa lile jina la IDP. Tulikaa kwa kambi ya chief kama wiki 2, wiki 3 before sasa tupate njia ya kutoka. Kwa hiyo sasa tukawa IDPs kipindi hicho, na haikuwa rahisi. Unakumbuka bado mpaka sasa kuna watu hizo kumbukumbu wanazo. Haikuwa rahisi. Kwa hiyo hapo ndipo baada ya hapo ilikuwa 2007, 2008 Mungu akanipa ujumbe kuhusu kusamehe. Kwa sababu na mimi pia nilikuwa na watu ambao nilikuwa nimeweka ndani ya moyo. Uchungu ulikuwa kwa na ule uchungu. Kwa sababu nakumbuka kipindi hicho kulikuwa na fununu nilipata. Though mimi nilikuwa nakaa kwa mchungaji, lakini nikapata fununu kwamba leo kutavamiwa kule kwenu. Kwa hiyo nikaomba baiskeli ya rafiki yangu. Nikamwambia naomba unisaidie baiskeli, nataka kwenda kuchukua vitu vya muhimu vya wazazi nivilete kwa mchungaji. Kwa hiyo nilipochukua baiskeli nikaenda nyumbani. Kumbe hiyo time nafika nyumbani ndio nao wale wavamizi walikuwa ndio wanaanza. Mlifika the same time? Nilifika tu the same time. Wakati tu tunasema sasa ni kutoka, mama amenipa vitu muhimu kama TV na nguo zake, na nipa pia na chondo. Ya hizo vitu zilikuwa hizo documents za maana na pesa pia. Kwa hiyo mimi nikafunga kwenye baiskeli. Lakini sasa kufunga kwenye baiskeli wakati natoka ndio tukaanza kuona nyumba zimeanza kuwaka moto. Kwa hiyo sisi tulikuwa hijacked hapo katikati. Mbele kuna maadui, nyuma kuna maadui. Kwa hiyo ikawa ni ngumu. Sasa kawa kuna yale mayowe watu wanapiga, mama anapiga mayowe, baba naye ananiambia hiyo baiskeli achana nayo, kwa sababu walikuwa wanajua vile ambavyo nimebeba ni vya maana. Kwa hiyo mimi ndio walikuwa wanaandama. Lakini kuna mmoja nasema Mungu anaweza kutumia hata adui zako. Kuna mmoja kati ya wao alikuwa ananijua. Though tumeishi pamoja, tumelelewa pamoja, lakini vita vinapoibuka unajua adui hakuangi na rafiki, hakuagi na adui, hakuagi na rafiki. Sasa wote wanakuwa adui. Yani watu mmekuwa pamoja, tumekula pamoja, tumelelewa pamoja, tumesoma hata pamoja shule ya upili. Kwa hiyo nikasikia mmoja anasema Anzenze wachana naye, huyo usimguse. Naye mwenzake anasema hapana, amebeba vitu vya maana, lazima afadhali hata tuvichukue. Sasa wakawa wanabishana. Yule mmoja akamwambia okay, sasa wewe ukimgusa na mimi tutakosana. Kwa sababu unajua kipindi kile walikuwa wanatumia silaha tofauti, kuna mishale, kuna nini. Sema ukimgusa huyo Anzenze na mimi ujue na kuua.
Na akaniambia, Nzenze, acha baiskeli, chukua kile unajua ni cha muhimu, toka uende. Sasa mimi nikachukua zile documents zilikuwa kwenye Korani ya mama yangu, nikavichukua. Kwa hivyo wazazi walikuwa shakukubali ukiwa Mkristo, wao wakiwa Waislamu? Ilifika point wakakubali, lakini sio sana. Unajua bado ukiwa wewe ni kwa familia ya Waislamu alafu umeokoka, kukubalika sio 100%. Kwa hiyo walinikubali, lakini ilikuwa tu nile kwa sababu ya mambo fulani. Kwa hiyo nikachukua Korani ya mama, nikatoka nayo sababu nilikuwa na pesa na title deed. Nikaondoka nikawacha bike. Na bike ilikuwa ya wenyewe. Kwa hiyo nilienda kuulizwa baiskeli iko wapi? Nikawa sina jibu. Sasa ikawa huo uchungu ukaishi ndani yangu kwamba mbona walichukua baiskeli, nilikuwa nimeomba, sasa inabidi nilipe baiskeli mpya, sina pesa. Sasa 2008 ndio Mungu akanipa wimbo wa kusamehe. Nilikuwa na uandika na huku nalia, nikikumbuka mambo ambayo yalitendeka na mimi pia ni muathiriwa. Kwa hiyo 2008 nikasema mimi hata naomba nikose pesa za kurekodi huu wimbo. Kwa sababu ulikuwa na uchungu. Kwa sababu nilikuwa na uchungu na mambo ambayo Mungu ananiambia niandike kwenye wimbo. Ni mambo nasikia nikimba yananiumiza. So 2008 nikapuuzilia, lakini 2009 Mungu akafanya njia, nikaingia studio nikarekodi Nimekusamehe. Na mimi hata nikirekodi sikuwa na rekodi huo wimbo kwa sababu yangu. Nilikuwa na rekodi kwa sababu ya watu wengine. Kabla urekodi ulikuwa umewasamehe? Hapana. Na yule rafiki aliyekutetea, ndio ulikuja kukutana naye baadaye? Baadaye nilikutana naye. Na ukamuuliza? Na nikamuuliza, akaniambia yule alikuwa anasema akuue na mshale, lakini mimi nikamwambia na wewe ukimuua na mimi basi nakuua. Kwa hiyo sasa tukabishana, ndio nikawa ile hali ya kubishana, ndio nikakwambia ukimbie, kwa sababu nilijua take time kubishana. So ndiposa nikakwambia ukimbie. Sasa hivi yuko, lakini pia amefanikiwa kwa sababu yeye alikuwa rafiki kabisa. Unakumbuka kama kile kisa cha Jonathan na Daudi? Yeye alikuwa rafiki kipindi hicho. Though sio wa kabila langu, lakini alikumbuka tulisoma pamoja, tumelelewa pamoja. Na hawa watu hata kuna time tulikuwa tunakuja nyumbani tunalala, lakini mimi alipokuwa anaongea nilisikia sauti, lakini sikujua wako wapi, sababu walikuwa kwenye maficho, walikuwa mafichoni. So baadaye tukaja tukakutana, nikamwambia hata ni wimbo nimetoa. Na huo wimbo yeye mwenyewe ndiye alikuwa wa kwanza kununua katika kile kijiji. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza. Nilipofanya audio CD ndio ilikuwa kipindi hicho ndio yuko juu kabla ya video, akaichukua. Na alikuwa na kinyozi. Sasa alikuwa kwenye kinyozi kipindi kile, unakuta vijana wa kipindi kile walikuwa naweka redio kwenye vinyozi zao. Na wakati huo ndio zile DVD machines zilikuwa zimekuja. Kwa hiyo unakuta ameweka ile CD ya Nimekusamehe kwenye kinyozi. Sasa watu wanasikiliza. Sasa inaanza kuhudumia wenyeji wa kijiji ambao kwa usiku tu waligeuka kwa mali. Kuna wengine hawakupenda huo wimbo kwa sababu waliona kama vile unawaangazia wao. Ni kama nimewaimbia wao kwamba walifanya makosa. Kwa hiyo wengi hawakuupenda. Lakini sasa kuna wale ambao waliukumbatia na wakaupenda huo wimbo, na wakaanza pia kuniombea maombi mazuri, na wakaanza kunipigia simu, wengine wananiambia huu wimbo tungependa uje hapa kijijini, kwa sababu ni kasenta kakubwa, tungependa uje hata kama kuna jina. Kuna jina, kanaitwa Kampia Moto. Nakuru. Kako kama unaelekea Eldama Ravine. Ukitoka Nakuru utapita mahali panaitwa Kabarak. Kampia Moto na Kabarak ni majirani. Sisi tulikuwa jirani wa mzee Moi marehemu hayati. Sasa hako kakijiji ilibidi nirudi na vyombo kwenda kuimba wimbo wa Mimi Nimekusamehe. Na ule wakati ulikuwa umewasamehe? Sikuwa nimewasamehe kwa kweli. Na ilikuwaje ukahudumu kwenye huu wimbo ambao nakwambia niliucheza BHB? Ndio. Na watu wakamrudia Kristo, maana walikuwa wamebeba mioyo ya kutosamehe. Ndio. Na wewe ulikuja kuwasamehe lini? Ulikuja kuwaachilia lini? Okay, wacha niseme Ben kwamba kwanza nilikuja kujifunza kitu kimoja. Ya kwamba kusamehe si kazi rahisi. Na mdomo unaweza ukasema nimekusamehe, lakini moyo bado umebeba. Ni kweli. Na hivyo ndivyo hali ilivyo, hali halisi leo katika maisha tunayoishi. Unaweza kuta mimi Ben tumekosana na wewe, halafu kwa sababu ninakuwa forced na watu, nitakuja tu nikwambia Ben mimi nimekusamehe, na mdomo kukufurahisha, lakini moyoni bado nimekubeba.
Na hiyo ndio hali mpaka leo. Kuna watu hata ukiangalia mitandaoni, kulingana na mambo yanayofanyika katika nchi yetu leo, kuna watu mpaka leo wamebeba mambo ya 2007. Na nikaja kujifunza kitu kimoja, ya kwamba kuna baraka ambazo zimebebwa na msamaha. Sikuwahi kujua. Na huo wimbo, wacha nikuambie Ben, mlipo ucheza huo wimbo, umechezwa na BHB sana. Na mimi kipindi hicho wimbo huu umechezwa karibia miaka kama 7. Miaka kama 7. Lakini nilikuwa naenda mpaka nimealikwa mataifa ya nje. Nimeenda Rwanda, nikaalikwa nikaimba Rwanda, Kigali. Nimeenda Kongo, nimeenda Tanzania, nimeenda Uganda. Message ilikuwa ni wameupenda wimbo kuhusu msamaha. Lakini mimi nilikuwa naimba wimbo unawahudumia wengine, bado hujakuhudumia. Lakini mimi bado nina makovu. Sasa watu walikuwa naona ninaimba, ninalia, wanafikiri kwamba umekuguza, wimbo umeniguza. Lakini nilikuwa nalia nikikumbuka ile picha ya 2007 ilivyorudisha watu wengi nyuma. Maisha ya watu yakawa mabaya, wengine wakapoteza maisha. So mimi nilikuwa nasema okay, let me just sing so that they can be happy about the message. Lakini mimi mwenyewe wimbo wa nimekusamehe umekuja kunihudumia 7 years later. Ndio niliamua kusamehe adui zangu na wale walinikosea. Na sio hao tu, hata maishani kuna watu wanaweza kukukosea ukawabeba kwa miaka mingi. Na nikaja kujua kumbe kuna baraka ambazo usiposamehe Mungu hawezi kukubariki. Na the day niliamua kusamehe kutoka ndani, nilianza kuona Mungu ameanza kuachia baraka kwa maisha yangu. Na mpaka leo mimi huwa nasema, na nilikuja kujua kitu kimoja, ukibeba mtu ndani ya moyo wako, awe mmoja, wawe wawili, wawe 100, huyo mtu Benson, kama ana ugonjwa wa sukari, kama ana ukimwi, kama ana pressure, kama ana kansa, uwe na uhakika kabisa kwamba unamsaidia kubeba na magonjwa yake. Kwa hiyo wewe unaweza ukanibeba, lakini mimi nilikuachia kitambo. Kwa hiyo wewe ndio utabaki na mzigo. Ni kweli. Na kama mimi nilikuachia na mimi niko na hayo magonjwa yote na ninateseka, ni kumaanisha umenisaidia kubeba mizigo. Ndio maana nikarelate kwamba wakati Yesu aliambia watu, njooni na mizigo yenu mliolemewa na mizigo, na mimi nitawasaidia, alikuwa anamaanisha kila kitu ambacho tunasikia kimetulemea tumpatie yeye. Ni kumaanisha yeye ndiye alichukua mizigo yetu akabeba kwa niaba yetu. The same thing na kutokusamehe. Ukiweka watu 10 ambao wana pressure kwa moyo wako, ujue uko na pressure 10. Sasa nilipokuja kujua hivyo, mimi sikuwa hivi unavyoniona. Nilikuwa mdogo, mwili wangu ulikuwa mdogo, kwa sababu kutosamehe ni uchungu ulioko ndani. Kwa hiyo unakunyonya kwa ndani. Japo huwezi ukawaambia watu, lakini unakukula kwa sababu hautaki kusema na hautaki kusamehe. Kwa hiyo that thing itakukula pole pole tu. Pole pole tu. Na mimi kile ambacho naweza kuambia watu leo, kuna watu wamefungia baraka zao nyingi sana kwa sababu ya kutosamehe. Na ile time watasamehe hata kama ni leo tunaongea, hata saizi wale wananisikiliza, akisamehe leo, kuna uwezekano akaanza kuona Mungu hata kesho. Wow. Umeweza kuzungumzia hili swala la msamaha. Ndiyo. Na post-election violence. Yeah. Maana nakumbuka ndio nilikuwa tu mwanahabari Bukia. Na mimi sikuadhirika, lakini niliadhirika katika kule coverage, kukava kuhusiana na nini kilichotukia. Jinsi watu walikuwa wanaelezea. Ilikuwa inafika wakati watu walikuwa na breakdown. Hata wanahabari. True. Na ukiangalia hawa hawakuhusika moja kwa moja. Wao tu walikuwa wanasikiliza nini kilitukia. Na tunapozungumza hivi, kuna mtu kama wewe pia, na ambaye wewe ilikuchukua miaka 7 kusamehe. Saizi ni takriban miaka 18, 17 pale. Hebu zungumza na mtu ambaye aliadhirika na hivi vita
vya post election violence, na mpaka waleo bado ako na machungu ndani yake. Kitu cha kwanza niwaambie, kama umeokoka na uliathirika, hauna budi kusamehe. Kwa sababu mimi sikuwahi jua, Benson, kwamba kutosamehe ni dhambi. Kutosamehe kumbe ni dhambi. Na ndiposa hata kwenye sala ya Bwana inasema utusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe waliotukosea. Kwa hiyo kama wewe hausamehei waliokukosea, hauoni unavunja sheria katika sala ya Bwana? Kwa hivyo hiyo sala ya Bwana ukiomba kama haujasamehe haikusaidii. Na hapo ndipo unakuta pia inasema utupatie leo mkate wetu wa kila siku. Kwa hiyo Mungu anaweza kukunyima mkate wa kila siku kisa haujakubali kusamehe. Kwa hiyo kuna watu mpaka leo wameshikilia 2007, saizi tuko 2025, miaka mingi, 18 baadaye. Na kuna mtu mpaka saizi, Benson, yuko hai na bado ana hayo makovu ndani yake. Mimi ningependa kumwambia kitu kimoja, akubali, japo ni ngumu, japo wakati mwingine kuachia inakuwa ni kazi ngumu sana, haswa ukipata picha ama ukikumbuka ama ukirelate matukio yanayotendeka sasa hivi katika nchi na kipindi kile, unasikia mtu anaumia. Kwa sababu hata juzi nimepitia kwenye mitandao ya kijamii, nikapata kuna mtu ambaye anasema 2027 kutakuwa kama 2007. Nikamjibu nikamwambia, haujui kile unaongea. Kwa sababu, Benson, mimi kama Anzenze singeweza kutaka hicho kitu kijirudie. Haikuwa vizuri. 2007 haikuwa nzuri na haikuwa picha nzuri. Na kuna watu mpaka leo wana ulemavu kwa sababu ya 2007. Ulemavu wa mwili, ulemavu wa mawazo. Kuna kipindi nimeenda kuhudumu Eldoret, nikakutana na mama moja. Nilipoimba huu wimbo kanisani kwao, huyu mama akawa analia mwanzo mpaka mwisho wa wimbo. Alafu mimi nikajua labda ameguswa kwa njia moja au nyingine. Lakini nikasikia sauti inaniambia, baada ya ibada hebu ongea na huyo mama. Kwa hiyo nilipoenda nikampata, akaniambia, mimi umesema tusamehe, lakini mtumishi utaniwia radhi kwa sababu mimi nimeokoka. Nina takriban miaka 20 kwenye wokovu. Lakini kilichotokea 2007 sidhani kama ninaweza kusamehe. Nikamwambia, ukitaka, kuna safari zingine ukitaka Mungu atembee na wewe, lazima usamehe. Nikamuuliza, hebu piga picha, leo hii unamwamini nani? Akasema namwamini Yesu. Nikamwambia, okay, kama unamwamini Yesu, hebu fikiri kama Yesu akirudi leo utaingia wapi? Nikamuuliza, namba 2, hebu fikiri kama Yesu mwenyewe hangewasamehe wale waliomsulubisha. Kwa sababu baada ya kusulubiwa, unakumbuka Yesu anasema, Baba wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Kama Yesu hangekubali kuwasamehe, ina maana kwamba sisi hatungekombolewa. Kwa hiyo wokovu wetu unatokana na Yesu kusamehe hata wale wote waliompitishia kwenye mateso, na akakubali kubeba makosa na dhambi ambazo hata sio zake. Na leo hii nikamwambia, hebu fikiri, maandiko leo inasema samehe 7 mara 70. Kwa hiyo usiposamehe unakiuka maandiko, haufai kuitwa Mkristo. Kuna watu Ben waliathirika, wengi. Wengine wakanyang'anywa mashamba yao, wengine mali yao ikachomwa, hata magari. Huyo mama alikuwa ananiambia, mimi nilikuwa na matatu kama 8 barabarani, lakini walispot matatu zangu wakachoma zote, wakachoma kwangu nyumbani, wakanifukuza. Mpaka leo huwa napita kwa sababu ni barabarani, napata nyumba yangu ile nilikuwa naishi walibomoa, wakajenga ingine na wanaishi. Na ilikuwa ni shamba ambalo nilikuwa nimenunua kwa sababu yangu na watoto wangu. Akasema isitoshe, ndugu zangu 2 waliuawa kwenye post election violence. Kwa hiyo yule mama ana uchungu, na ninajua mpaka leo kuna watu walibaki wenyewe. Labda alipoteza jamii yake yote, kapoteza mali yake yote. Lakini mimi huwa namwambia mtu, ni miaka 18 nao leta baadaye,
mbona Mungu amefanya uwe hai? Ni kwa sababu ana kusudi na wewe. Mbona Mungu hakuruhusu ufe 2007? Ni kwa sababu Mungu ana makusudi na wewe. Na Mungu kama ana makusudi na wewe, lazima usamehe ili kusudi la Bwana kwa maisha yako lifanyike na atumike na wewe. Na yule mama alikubali kusamehe? Niliongea naye, lakini hiyo siku hakukubali. Ikabidi nichukue namba zake za simu. Sasa nilikuwa namuongelesha na kumfundisha kuhusu msamaha. Takriban miezi 6 ndio alikubali sasa kusamehe. Na baada ya kusamehe, leo hii ni mama amebarikiwa, alirejeshewa mali yake, akarejeshewa na kazi yake, yako na duka la kuuza nguo Eldoret mjini. Na amebobea, amefaulu, amefanikiwa. Kwa hiyo nikamwambia, hebu sasa fikiri, haungekuwa umesamehe mpaka leo, ungeishi maisha ya umaskini, maisha ya uchungu, maisha ambayo hayaeleweki. Kwa hiyo kusamehe kuna baraka zake. Watu hawajuagi hiyo. Kusamehe kunaweza kukabadilisha afya yako. Unajua kuna mtu Ben leo unaweza kuta amekonda. Na msamaha, ninapoongelea msamaha, hata kwa ndoa. Ndoa nyingi leo zina shida. Unakuta mke na mume wanakaa ama wanalala different bedrooms. Ukiuliza chanzo ni nini, utasikia akikwambia, huyu miaka 10 ilipita alinikosea. Huyu miaka 10 ilipita nilimpata na makosa, nilimpata akinicheat. Kwa hiyo unakuta yule mtu ndio ni wanandoa, ndio wanaenda kanisani pamoja, lakini wanapofika kanisani ndipo unaona wanakaa pamoja ili wamridhishe mchungaji ama Wakristo wenzao. Lakini wakitoka hapo, wakirudi nyumbani, wanaishi maisha, watu wawili wanaishi kama majirani nyumbani. Kwa hiyo hata ndoa nyingi leo zimeisha na zinaendelea kuisha kwa sababu ya neno moja tu, kusema mimi nilikosea Ben, unisamehe. Na mimi nikwambie Ben, hata kama ulinikosea hivyo, mimi nimeamua kukusamehe. Neno kusamehe si ujinga. Na neno kusamehe ni rahisi kutamka, lakini kulifanyia kazi ndio inakuanga kazi kubwa. Kazi kubwa si kutamka nimekusamehe. Kazi kubwa ni okay, nimekusamehe, then baada ya hapo. Kwa sababu watu wengi leo wanaweza kukwambia, hata hawa viongozi wa serikalini watakwambia, utakuta hata 2007 baada ya hapo tuliona vile kulienda. Serikali ikatengenezwa ya mpito, nusu mkate. Viongozi wakasema lakini mimi wanasema saa zingine pia tujifundishe na hao, kwa sababu wale walikuwepo 2007 leo wako na wanasalimiana, wanakula pamoja, wanafanya kila kitu pamoja. Sasa sisi wa Kenya na sisi wa Kristo, mbona tusikubali kusamehe? Mbona tusikubali kusamehe? Haijalishi alikukosea nini, haijalishi alikufanyia nini, haijalishi mali yako ilienda kiasi gani, lakini kama Mungu amekuweka hai miaka 18 baadaye, ni kumaanisha bado ana uwezo wa kukubariki. Lakini inawezekana wewe ndio unafungia baraka zako kwa Mungu kutokana na hilo neno tu la kutosamehe. Yeah. Wow. Msikilizaji, niko naye Peter Anzenze, na ambaye siku ya leo tumekuwa naye studioni tukimfahamu na juu zaidi. Siku ya leo nimechagua tukimakusudi tuweze kuzamia zaidi msamaha, maana taifa letu la Kenya, Peter. Yes. Umeona hali jinsi zilivyo na umesikia matamshi na ambayo yamekuepo. Hebu tu kwa dakika moja zungumza na Wakenya. Okay. Maana 2027 itakuwa 20 years. Ni kweli. Baada ya post election violence. Ni kweli. Mimi kile kitu naweza nikasema kwamba ama naweza kusema kwanza ni wa address vijana. Kwa sababu vijana ndio viongozi wa kesho. Na mimi kile naweza nikaambia vijana wa Kenya. Najua wengine wanaweza kunibeba vibaya, lakini naweza nikamwambia kitu kimoja. Je, tukitumiwa leo na viongozi, ni nani ataongoza nchi kesho? Sisi ndio tegemeo la kesho. Na vijana hii leo ningewasihi tu kwa jina la Yesu, ya kwamba kutokea kwenda kwa streets kwa maandamano si vibaya, lakini unapotoka nyumbani kwenu, hebu jiulize, je, ninaenda, usalama wangu uko wapi? Kwa sababu ni juzi tu umeona vile kuna kijana mmoja alipatwa off guard tu, hata hakuwa, wanasema alikuwa anauza mask, lakini akapigwa risasi.
Na leo nikwambie ama niwaambie vijana, viongozi they don't have anything to lose. Kwa sababu kitu cha kwanza, watoto wao hawatokeagi kwenye maandamano. Sisi ndio tunatumika kama vijana. Na hakuna kitu kibaya Benson kama utumike kuchoma nchi ama kuharibu nchi yako. Ukiharibu nchi yako kijana, kesho unataka kupata kazi. Leo hii uko university, kesho unatarajia utapata kazi. So ukichoma nchi leo, ni maendeleo tutaanza ya kujenga nchi upya, ama ni wewe utatafuta kazi, utaipata wapi kama hakuna mahali? Kama ukichoma nchi leo, kwa mfano, mimi wanaambia watu Kenya tuna bahati sana, sababu Kenya tuna amani. Na amani yetu, kuna mahali Benson inabidi mpaka rais wa nchi anaenda mahali kama Kongo ama Sudan kwenda kusuluhisha vile nchi itapata amani. Kuna kipindi nimeenda Kongo, nilikaa 1 week kwa huduma na sikulala. Kwa sababu wewe uko hapa kwa huduma, unasikia hapa juu Kenyatta Hospital risasi zinalia usiku na mchana, na nyinyi mnapiga crusade hapa. Usingizi utatoka wapi? Hawa watu hawana amani. Hawana amani. Na Kenya, mimi usema, watu wakisema sasa Kenya hakuna amani, amani iko. Kama mtu anaweza kwenda na polisi, kitu ambacho mimi wanaweza kuambia vijana, amani iko. Kwa sababu gani? Polisi wanakuja, na kuna wale polisi ambao wana amani. Kuna kipindi niliona kwenye maandamano yale ya mwaka jana, vile vijana waliingia bunge, kuna wale polisi ambao walikuwa na moyo mzuri, wanaambia tafadhali rudini tu nyumbani, leo si kuzuri. Hata hii juzi kuna wale waliambiwa leo si kuzuri, rudini tu home. Lakini ukiona ama ukicheki vizuri haya maandamano, vijana inawezekana wana nia nzuri, sikatai, kwa sababu wanapigania haki na wanapigania uchumi wa nchi na haki zao, kwamba hawana kazi na uchumi wa nchi ubadilike, na wanapigania labda wanasiasa waache kuwa selfish, vijana wakumbuke wawekwe serikalini, sikatai. Lakini unapotoka nyumbani Benson, jiulize, ninaenda, nitarudi salama? Nimeenda, nimeacha wazazi. Kuna wengine hata hawaambii wazazi wao kama wameenda maandamano. Mzazi anaona mtoto wake kwa TV jioni, labda amepigwa risasi, amefariki. Kwa hiyo mzigo unabakia kwa mzazi. Na nilikuwa nawaambia vijana wengine juzi, to change hii kanuni yenye iko sahi, because leo hii katika nchi hii Benson, hata dhana kulingana vile tunafaa kufanya, sisi ndio tunafaa kuzika wazazi wetu, lakini sio wazazi watuzike. Lakini leo ni opposite. Unakuta mostly saizi vijana ndio wanaangamia, wazazi wanazika vijana. Na wazazi wamefika mahali mpaka wengine wako na depression, sababu mtoto alitoka asubuhi kumwambia naenda maandamano. Na niwaambie tu kitu kimoja, maandamano haiwezi kuleta solution. Hebu fikiri vijana vile wanatokea kama hiyo Jumatano ama Jumanne, alafu tutokee vijana wote, tuseme tunakutana Nairobi kama vijana 1,000,000, tuseme tunakuja kuombea nchi. Vijana wa Waislamu wakuje wamevaa kanzu zao na Quran zao, waseme tunakutana sisi kama Gen Z, sio kuandamana. Tunataka tukusanyike Nairobi ama Nakuru ama Eldoret, tunataka kaunti zote 47 vijana wakusanyike waombee nchi. Kwa sababu mimi ninachojua, nchi haiwezi kubadilishwa na maandamano. Kwa sababu nao polisi lazima watalinda mali ya raia, watalinda serikali, kwa sababu wao ni wafanyikazi wa serikali. Na hapa kwenye maandamano kuna wenye wanakuja wakiwa na moyo wa kuandamana kwa amani, lakini pia katikati yao kuna wale wanakuja wakiwa na nia mbaya, wahuni. So unakuta wale wahuni wanafanya mpaka wale wazuri innocent wanauawa bure. Na hauwezi ukajua ni nani muhuni, ni nani innocent. So for now mimi naweza nikawasihi vijana tu, 2027 wanasema ati itakuwa kama 2007. Kuna wengine hawakuwa wamezaliwa. Ni kweli wengi wako wamezaliwa.
wengi hawakuwa wamezaliwa, na kama walikuwa wamezaliwa walikuwa na miaka 9, 7. Kwa hiyo hawakuona kilichofanyika. Vijana, msitamani kuona kilichofanyika 2007. Hicho ndicho naweza kuambia vijana wa Kenya, wasitamani Benson. Gen Z, msitamani kuona yaliyotukia 2007. Haikuwa picha nzuri. Haikuwa picha nzuri. Kuna wengine hata leo wanaona tu kwa mitandao na kwa TV. Lakini picha kamili, kwa sababu vyombo vya habari haviwezi kuonyesha kila kitu. Wakiletoa picha kamili kwa wale kama sisi ambao tuliona, usitamani nchi irudi. Na mimi ombi langu hata kwa watumishi wote Kenya na Wakenya kwa ujumla, at this time hatufai kuungana na watu kulalamika. Lakini kama wazazi, kama Wakristo, kama watumishi wa Mungu, hebu tujirudie. Nchi hii inahitaji maombi sana. Kwa sababu mimi Benson naweza nikasema bila kuogopa, hata leo pia kanisa tumelala. Kwa sababu hawa vijana, kuna mmoja nilikutana naye, mawili ama watano, wakaniambia, Peter, tukikimbilia kwa wachungaji hawatutaki. Wazazi wetu nyumbani wanasema walitusomesha tuende tutafute kazi. Tukienda kwa serikali wanasema hawataki kutuona tunaandamana, wanatuua. Sasa sisi ni wanani? Nikawaambia, nyinyi ni wa Mungu. Na kama nyinyi ni wa Mungu, mimi ninajua Benson, kuna nchi zilikuwa mbaya. Nikupe mfano na nchi inaitwa Rwanda. Unakumbuka genocide 1994? Vile kulikuwa vita kati ya Wahutu na Watusi. Na mpaka leo mimi nilipoenda Kigali, nilitembea hapo kwa ile museum, vichwa vya watu, skeletons, kuna mahali pametengwa, ni kama makafadhi ya kihistoria. Unaenda unaangalia. Na wacha nikuambie Benson, Rwanda hakukuwa kuzuri 94. Lakini leo, hebu enda Rwanda. Hata kwa mitandao utaona kuna mahali unapata kumeandikwa visit Rwanda. Kwa sababu gani? Hiyo nchi iko transformed sahi. 2007 kulipofanyika vile kulifanyika Kenya, mambo mengi sana unakumbuka vile yalienda. Uchumi wa nchi ukazorota. Kuna majumba Kenya makubwa makubwa yalivamiwa. Na tukaanza from zero. Na saizi hii Gen Z ambayo tuko naye ina nguvu kasi kubwa kuliko ile ya 2007. Kumaanisha wakiamua, uliona vile walifanya mwaka jana, wakaingia bungeni. Hawa watu inamaanisha wakiamua kufanya kitu, wanafanya kweli. Lakini mimi naweza nikawauliza, okay, mtafanya vile mtafanya nchi ama mtachoma nchi. Lakini how long will it take you to build back your nation? Itawachukua muda gani kujenga taifa lirudi mahali lilikuwa? Kwa sababu ya 2007 mpaka sasa tunajenga. Cheki juzi tu, hata nimekuwa Nairobi hapa, kuna majumba ambayo mpaka leo hayajafanywa marekebisho. They are not functioning kutokana na yale matukio ya mwaka jana. Kwa hiyo mimi naweza kuambia Gen Z wawache maneno mengi, wamtafute Mungu. Kwa Mungu kuna suluhisho. Serikali inaweza kosa suluhisho, maandamano inaweza kosa suluhisho, lakini tukimwendea Mungu, hayo maandamano hawaishi vile wanakutananga tao. Waamue tu wakutane hapa Uhuru Park, tuombe. Wow, God umenipa kisogo. Amen. Labda tu neno lako la mwisho. Ndio. Na tukikuhitaji kwa huduma tutakupata, na tutakupata vipi? Okay, kwa huduma labda kama namba zangu za simu ni 0722 806 718 ama 0722 806 718. Utanipata hapo. Na kwenye pia mitandao ya kijamii unaweza ukasubscribe kwenye YouTube channel yangu Peter Anzenze (nimekusamehe). Utapata nyimbo zangu hapo. Na pia kwenye mitandao kama ya TikTok utanipata pia. Na tutabarikiwa pamoja. Amen. Na mwisho kabisa nirudishie familia yangu shukrani, wananisikiliza pale Nakuru. Marafiki wote na familia yangu pia, watoto wangu Jabali na Recho na mama yao pia Zipora wananisikiliza. Kwa hiyo
na washukuru sana sana sana, na Mungu abariki BHB. Amen. Kwa mwaliko wenu. Amen. Time nyingine ikipatikana bado nina mambo mengi, nina ushuhuda, mnaweza ukaniita nikaja tukamalizia pia. Asante sana Peter. Ndio. Nimeshukuru zaidi kwa muda wako. Asante. Msikilizaji, muda ndio umenipa kisogo, nimpishe Wandukusi Wanyama akujuze shajara kwa ukamilifu awamu ya saa 12. Sekunde 37 zimekatika baada ya saa 12.